bado mnapendeza. Hana mtata kufanya kazi wala nini. Wewe unaambia kitu chochote. Pombe naipenda mimi mwenyewe na faida yake naijua mimi mwenyewe. Raha yake naijua mimi mwenyewe na jinsi inavyonipa raha. Nenda zenu. Mtaota vigimbi tu kwa kutoka maji. Nenda huko. Kimwambie. Una kitu mimi. Mwezi nyewe mkaniaibisha hivi. Haiwezekani hata kidogo. Asa nyinyi jamani, ngoja kwanza niwaulize swali. Tulishirikiana wote nimwambia kwa sababu mzee nina ngoma. Leo mnanigeuka tufiki. Sijui kuna nini? Shuleni ya muda mchache tu. Hata hicho kitu kama kikitokea kitapita. Tutaendelea na shughuli yetu jamani. Hebu nisaidieni mzee, acheni ubaya. Kape. Mwenda. Lakini tatizo kwenda na kurudi. Kwa hiyo anda wewe. Sasa fanya. Hasa unapomwambia mzee kwa hivyo ndio nini sasa? Tunaulizana maana yake hamna asojali maisha yake. Kila mtu anajibu hai wake. Nyinyi si mlinikubalia jamani. Zimebaki siku mbili tu mbele leo mnanigeuka. Sasa hiyo itakuwa ngoma, yani ngoma ya ndoa au ngoma ya kuolewa? Jamani hii hali tumezoea hapa kijijini. Hasa kutakuwa kuna ajabu gani kuja mimi kwenye ngoma yangu mkiwa mmeshika ndoo zenu mkacheza? Hiyo tatizo likitokea jamani, sisi kama kawaida tunajua tatizo ni nini na tujikinge vipi. Hebu nisaidieni mwenzio, unacheni ndo mbaya. Siendi. Hata wewe siendi. Lakini kwani usialishe umwambie shangazi yako? Wewe unaongea nini? Yaani nialishe mimi ngoma yangu kwa sababu yenu nyinyi hapo? Kisa mtakuja kwenye ngoma yangu. Kama hamtokuja na msije. Nasema msije, ujirani, urafiki, ndugu unaisha hapa leo. Na msije. Mwenzangu, kwenye kufa bora uishi. Nimeshasema kwa sababu je swala la nzuri hapa kijijini. Yaani ngoma ya siku msaada wako ndogo. Mtoto angaza amefikia hapo nje. Sina hata la kufanya hapo mbele. Sasa kama ni hivi, naomba unisikilize. Kama amefia hapo nje, kwa sasa hivi huo mwili hauruhusiwi kugusa wala kushikwa. Ukiugusa huo mwili kati yenu utakuwa na matatizo, maisha yenu yatakuwa hatarini. Ninaomba sana msiuguse mwili, uacheni kama ulivyo. Hii halishakuwa ngumu mama. Unanielewa? Tafanyaje Salama? Cha kufanya hakuna. Vile vile huruhusiwi ndani mwako mama kuwasha moto, kupika chakula, kula huko ndani, hata kulala. Maisha haya limeshakuwa ngumu. Haiwezekani kabisa. Ndago. Unanielewa? Sisi tutaenda wapi? Si mna ndugu zenu pembeni? Naomba muende huko ndugu zangu. Hali imeshakuwa ngumu. Zaidi ndugu zangu tulishagombana. Hata kama mligombana mama, hata kama mligombana, ninaomba muende kwa sababu hili jambo limeshakuwa kubwa. Ninaomba utekeleze hilo. Ukinibishia maisha yako wewe na huyu kijana wako yatakuwa hatarini. Unanielewa vizuri? Naomba mtekeleze hilo. Kwa elimu. Naomba mlitekeleze hilo. Msifanye mchezo.
Kaza. Ninaomba urudi nyuma tu. Rudi nyuma tu. Kuna nini? Sema rudi nyuma. Mimi siwezi kukubali mtoto wangu kunyuma. Umesikia? Ndio mmeshakunua nyama mtoto wangu, sasa mnanikataza kumuona. Sawa. Hata hivyo mwili sina haja nao. Shida yangu mimi ni Maika. Lazima nitafute mtoto wangu aliko. Na hiyo ndio nadhiri yangu. Kaza. Naomba unisikilize. Sasa unataka kuniambia nini? Unataka kuniambia nini? Hiyo ndio uliobeba. Na wewe ni ya nini? Mbona unayo? Ndio maana nikakueleza usikaidi kwa mtu na ukueleza. Ni vizuri wenzetu hilo naunga mkono. Hilo ndio la muhimu. Umeona, hatuwezi kushughulishwa wewe unapotembea unaenda dukani. Na ndio tunamfuata tukajua ukweli uko wapi. Siendi. Wandago, sikiliza wewe. Sasa tukuadhimisha sawa. Kama utaki wewe baki hapa. Nyine ndeni. Ndugu yangu mimi nakuunga mkono. Kwa sababu gani nasema hivi? Ndago lazima atakuwa anahusika kwa chochote kile. Kama yeye sio chanzo basi anahusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu gani? Yeye kwa nini anajua tatizo hili hapa wazee wote hawajui tatizo la ndoa hili hapa yeye mwenyewe tunagunduka sema kama ndio inasaidia. Inasaidia kivipi kama yeye hajui tatizo? Chipu. Kwa nini? Siku 7 nini? Unaona chache watu wanakufa Sawa, sikilizeni wambie kitu kimoja, nyinyi msijadili siku 7. Sawa? Kwa sababu siku 7 unazoona kwako wewe sio nyingi, ila hali hapa hii ndio inachosha. Cha muhimu kwa kuwa yupo, tukajue tatizo ni nini. Vizuri sana. Yaani nyie ndio mnaongea vitu vya muhimu kweli. Unaona? Yaani nyie mnaongea vitu vya muhimu sana. Halafu sasa kwa nini hivi? Nipeni hizo ndoo zenu. Alafu wewe Mkisha nipe hizo ndoo zenu, mtaona mimi ninavyowasaidia. Mnatembea na ndoo kama vichaa. Kwani nyewe ndo azimu. unamfahamu Gaza? Sio na shafu. Nyuma kwa. Sasa pale kuna binti kaja. Naambia yule binti ni wa kwangu mimi na hakuna yote atakayeweza kumchukua. Afu Naomba msaada wako kakaangu, nisaidie. Hivi mama na kadongo. Mimi nikusaidie vipi? Wewe hapa juzi umeua mtoto wa Mgaza. Alafu leo hii mimi nikusaidie. Hivi unadhani hapa kijijini watanielewa vipi? Mapana nimesijaua. Siwezi kumuua mtoto wangu. Hujaua wakati kijiji kizima kinajua mtoto kafia kwako. Hujaua? Msaada gani mimi kusaidia? Unipata hifadhi ndani mwako na mtoto wangu tuweze kujihifadhi. Mimi humu kwangu siwezi nikalala na mtu mwingine. Labda msaada tu nikupatie. Msaada mmoja mzuri tu. Tashukuru. Labda kama unataka kulala, unaenda kulala kule kilabuni. Naagiza pombe na unaagiza. Nasemaje? Mimi sina pesa za kunywa pombe. Wala sina pombe mimi. Haunyagi pombe? Sasa nikusaidie mara ya mwisho. Mimi msaada wangu ni kwamba wewe umeshakuwa mtu.
Umeshakuwa mtu mzima, ina maana una miaka mingi. Halafu huyu ni mtoto mdogo. Anatakiwa hii ndo ahifadhiwe at least afikishe miaka kama yako. Labda wewe uende utafute kwingine, mimi nipatie huyu nimlelee, huyu atatosha. Wewe msaada wangu. Kuna msaada kumsaidia. Amina asaidia. Tajifikiria alafu urudi. Hivyo baadhi ya kama ingejidanganya kidogo tu kwamba chukua huyo. Anifai. Maisha na ndoo makarimu. Popote ninapoenda nina ndoo. Sokoni, chooni, nalala nalo, yani kila sehemu mimi natembea na ndoo. Limenichosha, ndo naliweka hapo, silitaki tena. Mjukuu wangu Mwenda. Yaani ungejua thamani ya hii ndoo Mwenda, wala usingezungumza kitu. Wewe unaitupa ile wakati ni kitu ambacho kinakustiri kile. Alafu unasema umechoka. Na kusikitikia sana. Ungekuwa unaelewa umuhimu wa hii ndoo, nadhani wala usingediriki kuitupa namna hii.
nawahurumia sana. Akimwe. Ambana kwetanga. Nakusikia dada umbudangu ambaze. Namba hizo mbuzi zenu kukatamwia. Kiwasikia mwanzo mpaka mwisho. Kuhusu hizo ndo. Sawa. Yenu shida yenu mpaka ini. Sasa hiyo shida ambata ngoja kwamba tupate ufumbuzi wa hizi shida. Ufumbuzi huu. Ufumbuzi huu hivi umbudangu. Yaani hicho kitu wewe haya ndo unaambia ndo ugosoembwa wakati hiyo kitu cha kusaidia. Mimi dido bwana kisokea nado kwa hiyo nadivuza. Odivuza ku? Nadivuza. Nisokeza ukaita mtoni na ndoo, ukaita kweku ni na ndoo. Namba kwa mwaza namba kidaha na namba tegeza nikwambie mwaza. Eka hizo mbui. Nakukanya umbudangu. Kitu kama cha kusaidia usiku kueteza rau. Tatizo nyinyi mnadharau aho ka SCC. Mwa utekewe tusiotiona kihihi unumzie. Kihi. Watu wanatika sota na matako kwa sababu ya hivyo vya ujeuri. Asa chooni mlikuwa mnaendaje? Tunasota. Tasota hivi pio inuka ukione cha moto. Wati hofu. Haki ya Mungu dada na kuapia. Babu uongo. Hicho ni kiozo. Kimagamaga na hoki cha setupa chenwa wazibu. Ndamma kuzimuvia. Fatuma via. Sasa mkasota kama hivyo mkabinda mkaenda kudoa hiyo haja mdoa vivi. Hiyo sasa nsi yako uko wewe mkuita uko chooni ndo mwenye. Namba nadivuza. Usikudivuza ukeza ukakoa masa. Masa nakwambia hicho kianganga mbatu ndeti kione ha. Nakwambia ndatezete helewana vibaya. Usikuivuza hiyo ndo. Tegeza nikwambie umudamu. Hamna chochote. Na hivyo hata mimi bwana kama mbwani. Alafu hata mwezo kuona na wamfundisha mbona. Wenda bwana tenda namba hii uhitako. Toka hatu tumeanza kuvaa ndoo na mbona tunakuwa. Nashangaa mwenda mwenetu uhitako. Doda kembadia. Vipi huyu? Uso pombe yako lakini wewe. Wewe una pombe yako wewe. Kama tunaje na hela yake hapa. Ama kuja kwa mtu hela mwenzake. Mgeta. Nipera. Kama kawaida. Naona uko? Na mbele kule. Sekule. Mambo vipi? Mafuluka. Naona nimekuona nitapata nyingine. Kaa. Siku hizi sinyi pombe. Siku hizi na miezi kama 9 sinyi pombe. Kuona uko fresh kama pombe. Siku hizi nimeamua kwa bwana, mbona unaongea sana? Ngoja kwanza. Modo mwingine. Mambo yanakwendaje? Ongeza nyingine basi tuongee vizuri. Mambo yanaenda. Wewe kwangu. Mimi nimwambia siku hizi sinywi pombe. Nimeamua niache kunywa pombe. Nimekuona. Mimi hataki kabisa. Wewe kabisa hataki. Wewe kelele unazijua? Mafele, hebu kaa. Kelele unazijua? Bwana kaa basi. Acha basi nipige. Mdomo leta nyingine.
Kama si. Wewe ndio unalipia. Hiyo yenyewe nimekuomba mimi. Si huyu kaja? Acha huyu ameshaokoka. Wewe umenipa hii huyu hapa. Acha kwanza nichomekee kwanza. Kaa hapo nikupe ofa. Mimi ndo tajiri hapa. Sasa mimi sasa sina pesa. Afu na wanunulia nyinyi pombe. Amuulizi napata pesa. Angalia mambo gani anaanza kuleta haya bwana. Siku nyingi sijanywa pombe na ukimwaga pombe wewe na mimi. Na utamwaga pombe wewe na mimi. Unataka kuagiza koko umesema unyagi pombe hapa. Yako nani? Chukua kwangu. Yeah. Mpe mwenyewe achukue, chukua wewe. Yeah. Hicho ndo ninakupenda. Chukua sasa. Usiagize mwanaume apewe pombe. Mwa, acha. Samani. Wewe usisema umeokoka. Wewe usisema umeokoka. Acha umeokoka. Wewe umempa. Umempa na katika kaokoka. Wewe umeokoka utakunywaje pombe? Si kidogo tu. Kidogo hapo. Mudumu ongeza mudumu. Hapa mimi ndio nimeokoka peke yangu na sinywi pombe. Mimi naambia sinywi pombe. Ngoja Mungu. Sambuku. Mafele. 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 Ni mafele hapo. Binyonde. Ben. Jambo. Marahaba, jambo. Jambo. Sawa. Marahaba, jambo. Marahaba. Nilikuwa na shida na wewe. Unasema nini? Karibu. Njoo shida yako. Nilikuwa naomba msaada wako. Naomba hifadhi hapa nyumbani kwako. Unaomba msaada wangu hifadhi nyumbani kwangu? Wewe. Umemulia Ngaza mtoto wake. Hapo mimi nimemulia mjukuu wangu, si ndio? Wewe usiniambie. Sasa kabisa. Au nataka kutoa roho yangu na mjukuu wangu? Hapana Binyonde, siamua mtoto wa Ngaza Binyonde. Sasa kwa hivi kama kwanza Ngaza, alafu kutoka pale kama tuende kijiji hichi. Sio mimi na mjukuu wangu. Wewe unawazimu? Nini na wewe? Nini na wewe? Hebu kelele hapa tukusikie. Tumsaidie nini toka hapa? Wanakuwa si ndio? Muone. Huyu mchanga mtoto wake. Wewe, amina mdomo huo nitaukata huo. Kiji chote hicho mjukuu kama ni muuaji nimemulia mzee mtoto wake. Leo utatembea kote hakuna nikomba msaada kwangu mimi. Ungeenda mjukuu wangu si ndio? Sijaua Binyonde. Umeua naso kuja kijiji hichi. Tatapita njia aenda huko mbele. Sio kwangu mimi.
Mwanangu nisaidie.
Hivi msingi. Simba vipi? Shego. Acha ni mbona sikuelewi. Hata sielewi hii hali itaisha lini. Sasa muda wote unalia na maana kinachokuumiza ni swala hili la kijijini hapo. Naonea huruma na kijiji wangu. Naonea huruma. Kuiba, shule, watoto. Kila unapotembea mtu na ndoo. Ndoo ndio imekuwa dawa. Wakati tulikuwa tunaishi kwa amani, kwa upendo, kwa ushirikiano. Sasa watu wanaishi utafikiri tukojeana. Na tutakuwa mbaya mpaka lini? Sikiliza Msimbe. Mbona Ndago ameshatangaza? Amesema kwamba kikipatikana chanzo cha hili tatizo utakuja kuisha tu. Unasema? Asema kikipatikana chanzo cha hili tatizo itakuja kuisha. Lakini nini? Ongea basi vizuri, lakini nini? Huyu mtu, sawa. Asipopatikana ndani ya wiki hizi mbili, ndani ya siku mbili. Acha masiala. Atakuja kufa yani, kwa hiyo mtu akijulikana tu anakufa. Kama hajajulikana ndani ya siku mbili anakufa. Ila nini? Wewe unaona unachanganya kweli mara. Sikiliza basi. Asipojitokeza yani, sawa? Asipojitokeza ila huyo mtu ndipo kama atajitokeza kabla siku hizi mbili anapewa kinga. Anapewa kinga na nani? Ndago mwenyewe atasaidia. Sasa Msimbe! Msimbe! Unacha ndoo sasa! Msimbe! Ngoja! Msimbe! Ushachoka kufa. Naomba tusikilizane ndugu zangu. Nani kusikilizana? Naomba tusikilizane. Tusikilizane. Hayo mnayotaka kuyafanya, tutajifutia matatizo katika kijiji chetu. Na mkiamua kuyafanya hayo, mnamaanisha ni kwamba hizo ni hasira za mkizi. Unapo mchukuzi. Hasira za mkizi. Unapo mchukuzi. Nafikiri mmenielewa si ndio? Nimekuelewa tena sana. Sikiliza. Mimi siwezi kuelewa. Nimechoka na matatizo ya hapa kijijini. Sikubali kuteseka kirahisi. Sikilizeni nyie. Tunachelewesha muda hapa, sawa? Tufanye kazi mara moja tuondoke zetu. Unafuja unaonekana. Sikiliza Mzee Ndago. Tunakuheshimu na tutegemea sana hapa kijijini kwetu. Sawa? Lakini tunateseka. Na hii wewe ndio chanzo sababisho ya mambo yote mpaka sasa hivi tunatokana na ndoo kama haya. Tumechoka. Mnasemaje? Sio mnasemaje? Na wewe ambao hujasikia? Kweli wewe ndio chanzo cha matatizo yote hapa kijijini yote ndio kwa imejaribu mambo huko. Umejaribu uchao huko mambo ya ovyo kushinda. Sasa hivi tukubali. Lazima utatupeleka. Vijana wangu, naomba mnisikilize. Msipaniki sana kwa kutaka makubwa yatokee. Hili jambo ni letu wote. Tufanye mipango tulitatue tatizo hili. Sio kupakupa kukasikiana kasiana. Tutakuja kuleta matatizo makubwa kijijini kwetu jamani. Hizo sio kutatua. Sisi tunakuchukua wewe hapa, moja wewe mpaka makaburini. Ukatuonyesha kitu ambacho sio kinasababisha. Usititishi. Wewe ndio umeleta matatizo haya hapa kijijini. Na kama kuna kitu umekosea huko makaburini kwenye matambiko yako na ukashindwa kurekebisha, sasa nakwambia hivi kuanzia sasa hivi. Mguu wetu na mguu wako. Twende hapo kwa ngoja. Kwa mnipeleke. Siwezi kuacha maisha yangu. Huyo unacheza kwenda Fatuma. Kama leo kuna matatizo. Uamuzi utafanya. Vijana, natafuta matatizo makubwa. Na bora yao. Na nasema
Jamaa nani wande au yule jamaa sakufa. Mnakwenda kaburini kutafuta matatizo jana. Hao ni wafanya mnajua mnatafuta matatizo huko. Mimba yangu. Ndio tukapata matatizo huko wewe. Matatizo hakuweza matatizo. Sisi tumechoka. Sikilizeni basi. Hapa hakuna. Jamani kama nimetoka nisikilizeni. Mshike. Naomba amke. Hakuna twende. Mshike. Nisikilizeni. Mshike kidogo ni pamoja. Mshike. Ukimnyonyo unaweza kupata matatizo makubwa. Bora tuyapate. Bora tumeshachoka. Jamani unaweza mkaniu utakufa huko jamani. Kama kumbe ni wabacho leo yako kama mwana wako kufa babu zetu wewe unataka kwenda umeshaona matatizo unaona kibao wewe mzee jamani na ukafoko huko nisikilizeni jamani vijana wende vijana msaidiwa bure twende vipi yule Simba! Babu! Nini? Babu! Nini? Nakomba mara moja babu. Kwani unashindwa kuongea baba? Nakomba mara moja babu, njoo babu, tafadhali naomba unisikilize babu, njoo mara moja. Masiala unajua. Babu njoo bwana babu bwana. Kuna nini? Babu. Niambie sasa kuna nini? Hali ishakuwa ngumu hapa kijijini babu. Najua. Na kama unajua mimi nahisi babu, mimi nahisi mwenyekiti wako babu anafahamu ili swala hili babu. Lakini nyinyi vijana mna siri kubwa sana nyinyi. Hakuna siri babu. Lakini kubwa babu niambie kwanza kuna nini? Mwenyekiti wako huyu analifahamu hili swala. Kwani tunateseka hapa kijijini? Kwa nini asiweke wazi babu? Hebu niambie ukweli. Niambie ukweli. Babu kweli babu. Babu ukweli mimi nakwambia ndio huo. Hebu niambie kweli mimi tulitatua hili tatizo mapema. Kwa sababu mimi nakuomba kitu kimoja babu. Sawa. Mpate mwenyekiti, kaa naye chini vizuri. Akueleze kuna tatizo gani hapa kijijini kwa sababu mimi najua babu. Haki ya Mungu babu mimi najua. Mwenyekiti wako anafahamu. Anafahamu mwenyekiti wako. Sasa mbona mnaniweka njia panda? Mwenyekiti anajua tatizo gani sasa? Mbona mimi najua matatizo madogo haya. Wewe babu unajua ile tatizo hapa kijijini liloingia? Unasema hivi kweli ni nani? Tunavaa ndoo. Tunavaa ndoo. Sasa kama tunavaa ndoo, wewe unalizika babu kuvaa ndoo. Nyinyi ndio nyasiri kubwa lakini ndio mimi nakwambiaje mwenyekiti wako babu analifahamu ili swala muite umwambie. Mwenelewa babu? Hapo leo umesema neno lakini mwenyekiti wako anafahamu ile swala, muite umwambie. Ndio anateseka watu wasiokuwa na hatia babu. Watoto wadogo wanateseka. Wanaumia watu wengi, watu tunatembea na ndoo kila mtoto. Nimeshachoka babu. Mimi mwenyewe binafsi babu nimechoka babu, nimechoka babu. Hebu nidodeshe japo kidogo tu. Nidodeshe mimi simwambii mtu yoyote kama tatizo mimi nalimaliza mimi mwenyewe. Wewe nidodeshe, mimi kama unanidodesha kidogo. Wewe niambie. Sasa babu mimi nataka nikwambie. Niambie wewe nidodeshe. Lakini naomba unihakikishie usalama wangu hapa kijijini. Simwambii mtu yoyote mimi hapa. Kweli babu. Babu nataka nikwambie. Jikaze mtu mzima mie.
mchawi sana huyo. Ulijuaje mama? Wameshangia kumuua mtoto wangu Mjai na Maika. Mimi. Kumbe nani? Unaambia kufahamu kijiji hiki leo utatueleza tu. Oya. Mama ndio ameongezewa tena. Wabuzi mnaochukua. Mimi niko bega kwa bega na nyinyi. Tumpelekeni kwa kula kwa usiku. Muangalie kwanza. Na pesa nitakufa jamani. Kufa. Sawa hili mama, mimi tunajua kila siku ile mbona hapa mnaweza kuongea. Mama usipige kwanza. Subiri kwanza. Mama punguza hasira. Wewe mchawi kweli. Tumeona hapa. Mnakwenda jamani mtapata matatizo zaidi. Mama usipige jamani tusiende makaburini. Huko kwa mchawi mbona hujafa? Jamani naomba niachie. Wewe kushikana sisi. Sikilizani wajifunza. Hakuna utakufa. Kila siku utakufa kwa sababu yako wewe. Tufa kwa sababu yako wewe. Wewe unasababisha matatizo. Huko kwa kufa kwenda. Huko kuna matatizo makubwa tunayataka. Twende tupate sauti au japo. Naomba mnishute chini. Niende wapi? Kwani matatizo yetu wote jamani. Mimi jamani. Alijafa pale alijafa. Ni mchawi. Mchawi nimekuambia huyu mchawi. Naomba nielewe jamani. Sikiliza ndio hujakufa. Mbona hujakufa? Wewe mbona hujafa pale? Mbona hujafa pale? Naomba nikuzishe. Wewe hakuna unatembea mwenyewe. Nini? Nitakwenda mwenyewe. Utatukimbia nani? Atakimbia huyo. Utakimbia wewe. Kijana wangu. Nani wewe? Shika. Shika. Mama ndio unanimalika. Mama chapa hiyo. Sio usiku mpaka utuonyeshe kaburi. Hizo kwa nimemuua mtoto wako hivi. Sawa. Hakuna Nani? Dago. Dago. Nani? Njoo. Safi kijana. Kuna swala kidogo nataka nimuelezee. Hayupo. Ameniletea wapi? Ni swala muhimu sana nataka niongee naye. Sikia. Kuna kijana mkubwa. Sehemu gani sasa niambie? Wamempeleka sehemu gani? Na vijana wenyewe wakaondoka. Mimi mwenyewe sikuwepo. Sawa, wamempeleka wapi? Niambie basi mpeleka wapi? Makaburini? Makaburi gani sasa? Unajua sikuelewi. Nielekeze makaburi gani? Na shida muhimu imejitokeza sasa hivi. Nakwambia makaburini. Makaburi gani sasa? Kule kwa Malikia. Malikia? Mama yangu.
Mshike. Aone. Sikilizeni ukweli. Watu naomba sikilizeni ukweli. Sikilizeni ukweli. Mzee Ndago. Mzee Ndago baba. Mzee wangu na kuheshimu. Sawa. Na nilikuwa nakuthamini sana. Naomba msaada wako. Naomba msaada wako. Unawaona hawa vijana? Nimeshawaona. Naomba tusaidie. Tusaidie Mzee Ndago. Sawa. Tunateseka sana. Mimi. Tusaidie. Mimi. Ndio wewe mzee wangu Robert. Unawaona hawa vijana wako? Haya matatizo yanayotafuta. Msaada nitakaotoa mimi ni msaada gani? Kwa nani mnamfanya nini Mzee Ndago baada ya kumwacha tusaidie? Yeye ndio chanzo matatizo yote. Basi amwacheni tusaidie Mzee Ndago. Tusikilizane. Ukweli nawaambia. Msaada wa kutoa mimi si. Ila ninachowaeleza. Nawaambia ni ukweli. Mtu aliyefanya swala hili amebakiza muda mchache. Mzee Ndago, naomba nisaidie. Nisaidie mzee wangu. Mzee Ndago, saidie. Saidie hili tatizo kweli. Nikusaidie. Nisaidie mzee wangu. Sina msaada mwingine. Sikiliza mzee wangu, mimi nakuheshimu. Nakuheshimu sana mzee wangu. Nisaidie lishe baba, nisaidie baba. Nisaidie mimi kijana wako. Nisaidie kitu gani? Nikusaidie nini? Naomba unielewe. Sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie ukweli. Naomba utulie. Sikiliza nikwambie ukweli. Naomba utulie. Shatulia mzee. Naomba mumsikilize. Sisi hatuwaelewi. Wewe na
sana. Samahani kama nimewakosea. Kama makosa yapo ni karibu tena siku nyingine. Kama yapo ni ya binadamu makosa. Sawa. Binadamu lazima uwe na kosa. Binadamu lazima anakosea. Asiyokosea ni Mungu peke yake. Sawa. Kwa heri mwanangu. Natakia maisha mema. Na ufike salama ulikotoka. Sawa. Lakini wazee wangu Kimweli, Jigili na mliobakia tunafanya vitu ambavyo tutakuja kuvijutia baadaye. Mimi naambia ukweli. Haya ni maendeleo. Tunaona kabisa fuko la hela tunalipiga teki. Wakati tunajua kabisa kwamba kijiji chetu kinahitaji pesa ili kiweze kusonga mbele. Alafu wewe kuchaguliwa kwenye madaraka hapa usijione kwamba kila kitu unakifahamu. Wewe bado hapa kuna wazee kitakataa jambo sio lazima kwenda kuendelea kuifanya. Wazee wana maana yao. Lakini tunakutananga kwenye vikao vya maendeleo jamani. Haya ni maendeleo. Kwa nini mnapuzia? Hivi wewe. Hata baba yako alikuwa hapa asikubali swala hilo. Ukienda makumbusho unakuta mafuvu ya kila aina jamani. Mbona mnataka kubisha vitu vya nani? Sikiliza nikwambie. Naona sasa unataka kutukosea adabu. Kukuchagua wewe sio sasa lazima utupeleke jinsi unavyotaka wewe hapa kijijini. Angalia sisi ni watu wakubwa. Sisi ni watu wa kutuheshimu sisi. Heshimu mawazo yetu. Hivi leo wewe unataka utuambie kwamba fuvu la marehemu ndio utajiri. Leo liondoke hapa kijijini. Sasa wazee wangu mlinichagua kwa ajili ya nini? Kila wazo nalotoa mtaki kuendana na mimi sawa. Kila ninachochangia maendeleo yanakuja mnarudisha nyuma. Ili mnionekane mimi. Msimbe sio hili la leo. Kama mtaki basi sio hili la leo. Na hata hivyo itabidi tukae kujadili wewe. Ukufai sasa hapa kijijini. Vipi mtoto wewe? Unataka kutuletea mambo gani? Lakini mimi nimewambia nitoka siku ile. Vijana mimi nidharau pale nagombania mimi mnanidharau. Mimi ningekaa hapa mimi lazima niwe na msimamo. Tulimuona na akili. Viji vyote hakuna tajiri yake ni wenyewe. Kweli ukijali watu wasomi ndio haya. Hauna usomi. Tulimuona kwamba yeye ndio atatusaidia kwa sababu kimwenzetu kidogo kaelemika. Sasa upuuzi anaotuletea ni sio usomi, hiyo ni upumbavu. Hata baki mzazi alikuwa hai, asingefahamu mambo kama yale. Ninaona kama vile wamechukulia hasira sana hili swala. Mimi nimeongea na yeye vizuri. Ndio. Nimekuelekeza kila kitu. Wewe umesema utaenda kuongea na wale wazee, mtaelewana. Sasa matokeo yake wazee ni wanakupa wako juu wanaongea. Sasa nisikilize. Unajua wale ni wazee. Na wazee mambo yao siku zote wanakwenda kiuzee. Sawa? Ndio. Wao wamenichagua mimi kama kijana. Sasa mimi nataka niwaoneshe kwamba nina uwezo wa kufanya kazi. Umeshanielewa? Lakini ile swala nataka sasa tulifanye mimi na wewe ikiwa wao hawajui nini kinachoendelea. Sawa? Wao wamekataa. Sasa wewe achana nao. Wewe chukua gari yako, kapaki sehemu nyingine, urudi ili swala tulifanye kwa siri. Maendeleo yatakapopatikana wao ndio watakuja kujiuliza anapatikana kwa njia gani. Nitakuja kuambia huko baadaye. Kwa hiyo tatizo halitakuwepo. Hakuna tatizo lolote ila wewe tu niwezeshe mimi tuweze kuifanya ile kazi. Kwa nikuwezeshe kivipi yani? Makisika kwa. Si unajua ndugu yangu watu wamekataa ile kazi, sasa mimi naingia kule kwa kufanya kama wizi fulani. Lakini kumbuka hii kitu ni kwa maendeleo ya kijiji chenu. Najua. Najua na ndio maana mimi nakubali kwa sababu ni mtu ambaye nimeshaona mbali kwamba nini kitakuja kutokea baadaye. Na wakiona maendeleo yatakuwaje? Na mimi nataka ni waone maendeleo kupitia kwangu mimi. Wao sana ni wananiona mimi siwezi kufanya kazi. Ili swala limeshakwisha. Wewe usimhakikishia kwamba kila kitu kiko safi. Si ndio? Kila kitu kiko safi. Sasa wewe mimi niache. Wewe nenda. Mimi nitakutafuta. Sawa. Yaani baada ya dakika 5 tutakuwa tumeshaona. Muda. Tukutane pale chini. Sawa. Dokta, nisikilize. Kweli kila kitu kiko sawa? Maana sio nafanya kitu baadaye na kila kitu ukija tunamaliza. Bana usije ukanifanya mimi nikaingia matatizoni. Wewe nenda. Haina wasiwasi. Daktari, hakikisha kila kitu kiko salama. Mimi ondoa shaka ndugu yangu. Amaliza kila kitu sasa hivi. Nakusikiliza. Wewe si mzee wa issue? Na unataka issue? Issue nataka, si unajua tuweze tukamalikia. Nini sasa? Taratibu sasa.
Kwa Malkia tukafanya nini? Na issue gani? Hebu nieleze kwa ufupi kabisa. Umeona yule mtasha? Yule mtasha nimemwona, si white yule. Cheji sipo, tuenzetu kwa Malkia. Wazee washazingua, nimekufuata wewe mzee wa issue. Sasa tuenzetu. Sawa, lakini tunafahamu kwa Malkia kule akwendeki. Tunaingia kimagumashi, ndio maana nimekuweka wewe. Mbona hela zipo? Mpunga kila kitu safi. Mimi sikuzingui. Wewe unakumbuka hata mashamba tukiuza kwa dili mimi na kuzingua. Mimi nakufahamu Msimbe, wewe mtu wa issue. Umeona? Na hii hapa issue. Kama mpunga upo mwaka huu kijijini hapa. Na hakikisha kwanza hapa kijijini lazima kubadilike. Yote tusiongee. Wakati mwingine usio na washirikisha wale wazee wachawi tu. Na ndio maana nimekwambia tumeuza mashamba, tumeuza sijui vieneo vya nini, visima nini, wao wanajua. Mimi nakupata vizuri. Wewe basi ngoja tuache maongezi kwa sababu yule mtu kashatangulia kwa sema ndio. Kashaenda? Kachukua vifaa na mimi na baba amenia. Kila mtu na njia yake. Sio uamini vizuri umziki. Pale. Sio uamini lakini ndio maana nimekuteua. Mwanangu ukigombea tena unapita, baba unapita. Nyingine nenda bwana shamba. Baba unapita. Twende kaka. Piga bia. Usijali. Nini sasa? Kama hivi. Acha uoga sasa bwana, utamtisha bwana. Kaka usihofu. Kaka usihofu. Toa dogo. Toa usijali. Toa dogo. Kondo ukweli wenyewe.